Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo tunaongelea ugonjwa wa kisonono. Nitaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake na matarajio baada ya kuwa umepata matibabu. Hebu kuwa nami mpaka mwisho. Utakuwa nami Dr. Mniko. Ugonjwa wa kisonono ni ugonjwa wa zinaa. Kisonono inasababishwa na bakteria anayeitwa Neisseria gonorrhea. Mtu yeyote anayefanya ngono ya aina yoyote anaweza kuambukizwa ugonjwa huu wa kisonono. Unaweza kuambukizwa ugonjwa wa kisonono kupitia ngono ya mdomo, uke, uume au kwenye njia ya haja kubwa. Kwa wanaume, bakteria ya kisonono anaweza kukua na kuishi kwenye ule mrija wa kutolea nje mkojo, na kwa wanawake bakteria anafikia mpaka kwenye mrija ya uzazi, mji wa mimba, mpaka kwenye mlango wa mji wa mzazi kule ndani, wanaweza kufika huko. Kama mama mjamzito atajifungua mtoto akiwa na ugonjwa huu, huyo mtoto anaweza katoka macho yake akapata kisonono. Ukiambukizwa ugonjwa wa kisonono, dalili za kisonono zinaanza kuonekana siku ya 2 mpaka ya 5 baada ya kuambukizwa. Kwa wanaume, wanapata maumivu wakati wa kukojoa, wanakojoa mara kwa mara au kushindwa kuzuia mkojo. Mgonjwa akibana mkojo ni lazima akimbia akakojoa haraka sana. Unakuta wanatoa uchafu kama usaha kwenye uume. Uchafu huu unaweza kuwa mweupe, njano au rangi ya kijani. Kama mtu amepata kisonono baada ya kunyonya uke, utakuta ana maumivu ya koo, kwa sababu kuna watu wananyonya uke pia. Wanawake wengi hawapati dalili zozote. Wengine wanapata dalili kidogo tu na sizo maalum. Na hii inasababisha wengi wao wasipate matibabu ya ugonjwa wa kisonono. Kama wewe ni mwanaume na umegundulika kwamba una kisonono, tafadhali mwambie na mwenzi wako ili akapate matibabu, maana anaweza asipate dalili lakini akapata madhara baadaye. Wanawake wenye kisonono wanaweza kuwa wanatokwa na uchafu ukeni, wanapata maumivu wakati wa kukojoa mara kwa mara au mara nyingi, maumivu wakati wa ngono, maumivu ya makali kwenye sehemu ya chini ya tumbo. Kama maambukizi yatakuwa yamepanda kwenda juu ya mirija ya uzazi, anaweza kuwa amepata homa. Kama maambukizi yataenea mpaka kwenye mirija ya uzazi na eneo zima la tumbo, anapata homa kali sana. Na kama alikuwa amenyonya uume, anaweza kawa anapata maumivu kwenye koo. Hizo ni dalili za ugonjwa wa kisonono. Kuna uwezekano mkubwa wa kupata maambukizi ya kisonono kama unashiriki au una washirika wengi wa ngono, una mpenzi mwenye historia ya kupata magonjwa ya zinaa, hautumii kondom wakati wa ngono, wewe ni mwanaume unayefanya ngono na mwanaume mwingine, shoga, na au unatumia madawa ya kulevya. Hiyo inaongeza uwezekano wa wewe kupata ugonjwa wa kisonono. Kisonono kinatambuliwa kwa kuchukua sampuli ya uchafu au usaha kutoka kwenye uume, uke, kwenye mlango wa kizazi, unaweza kuchukua kutoka kooni au kwenye mkundu, na unaenda kuipima kwenye maabara. Kama ugonjwa wa kisonono umesambaa mpaka kwenye maungio, kwa sababu wakati mwingine ugonjwa unasambaa mpaka kwenye joints, daktari anaweza kuchukua majimaji kutoka kwenye maungio, anachoma pale na sindano, baadaye anaenda kujapima ili kuangalia kama kuna wale wadudu wa kisonono pale ndani. Kwa habari ya matibabu, kuna malengo mawili katika kutibu magonjwa ya zinaa, hasa ambayo yanaenea kwa urahisi kama kisonono. La kwanza ni kutibu maambukizi ya mgonjwa. La pili ni kuwatafuta na kuwapima watu wengine ambao huyu mtu ambaye ana kisonono alijamiana nao, ili na wao wapate matibabu kuzuia maambukizi yasizidi kuenea. Usijitibu mwenyewe bila kumuona daktari. Daktari ataamua ni dawa gani ambayo itafaa kwa ajili ya kukutibu. Kwa mpango wetu wa taifa wa dawa, umeweka mpangilio mzuri wa dawa gani za kutumia kwa ajili ya kutibu dawa hizi za antibody kwa ajili ya kutibu magonjwa kama ya kisonono. Ukishatumia dawa, unapaswa kurejea hospitalini baada ya siku 7. Vipimo vitafanywa tena kuhakikisha kwamba maambukizi yale uko nayo yamekwisha. Kumbuka, watu wote waliojamiana na mgonjwa wanapaswa kutafuta ili wapimwe na wao na kutibiwa pia. Kwa hiyo hilo ni swala la msingi. Baada ya matibabu, karibu wagonjwa wote wa kisonono wanapona kabisa. Kwa kisonono ambacho kimeshaenea mpaka kwenye viungo au kwenye damu, matibabu yanaweza kachukua muda mrefu zaidi, ila wagonjwa pia wanapona. Kama mgonjwa hajatibiwa au hajapata matibabu mapema ya ugonjwa wa kisonono, maambukizi yanaweza kusambaa mwili mzima, hata kwenye moyo, uti wa mgongo, maungio au mpaka kwenye ubongo. Hii inaweza kuwa hatari sana. Lakini pia kama hajatibiwa, magonjwa yanaweza kusambaa mpaka kwenye maungio. Kwa hiyo unakuta mtu anakuwa na maumivu ya muda mrefu ya maungio. Kwa wanawake, ugonjwa huu unaweza kuharibu mirija ya uzazi kabisa,
Hii inaweza kusababisha ashindwe kupata mimba au kusababisha mimba itungwe nje ya mji wa mimba. Anaweza kupata maumivu wakati wa ngono, na wanawake ambao unakuta wana ujauzito wanaweza kuambukiza watoto wao wakati wa kujifungua wanapokuwa wanazaa. Kwa wanaume, mgonjwa anaweza kupata makovu ambayo yanaweza kusababisha kuziba mirija ya mkojo na ukawa unapata shida kukojoa na hata zile shahawa zikawa zinashinda kutoka. Kwa hiyo ni muhimu sana kupata matibabu sahihi na ya mapema kwa mgonjwa ambaye anakuwa na ugonjwa wa kisonono. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.